Viongozi wa dini pia tuna wajibu, na kila mtu kwa nafasi yake ana wajibu wa kuwasaidia vijana kusimama imara. Nani atawafundisha vijana kutofautisha mema na mabaya? Nani atawasaidia kutimiza ndoto zao bila kumwacha Mungu? Jibu halipatikani kwa familia pekee, wala jibu halipatikani shuleni peke yake, bali kwa sehemu kubwa itapatikana ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa kuna jibu. Kanisa limeitwa na Mungu kuwa mahali pa malezi, pa kujenga tabia. Ndio maana mahubiri na wahubiri wengi wasioenda shule hasa wanafikiri mahubiri, lengo la mahubiri ni moja tu, kuambia watu waende mbinguni. Mahubiri yako, mahubiri ya kushauri, yako mahubiri ya kuonya, yako mahubiri ya kufundisha, yako mahubiri ya kufariji, yako mahubiri mbali. Sio tu habari ya kwenda mbinguni, ni habari ya kumlea mtu mzima, mahali pa kujenga tabia, kufundisha neno la Mungu, kuombea na kuandaa vijana kwa maisha ya sasa na yajayo. Kwa hiyo tunapokuja kanisani, ndugu zangu, hatufundishi tu maisha ya baadaye ya kwenda mbinguni. Lazima pia tuwaelekeze watu namna ya kuishi katika maisha haya tuliyomo sasa. Ndio maana andiko letu katika Injili hii ya Luka linatufundisha mfano wa Yesu Kristo. Tunaona Yusufu na Maria wakimlea Yesu, walimzoesha kumjua Mungu tangu utotoni. Siku hizi tunasema Sunday wanakuwa peke yao kule, lakini pia hata wale wadogo tuje nao tu kwenye ibada. Ni baya ndugu zangu. Tunamwona Yesu akiwa hekaluni akisikiliza, akiuliza maswali na kujifunza, na mwishoni tunaona matokeo ya malezi hayo, kwamba Yesu alikuwa katika hekima, katika kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Na hii ndiyo picha ya kijana anayelelewa vizuri, anakuwa kiroho, anakuwa kiakili, anakuwa kimwili, anakuwa kijamii kwa pamoja. Kanisa linakuwa mahali pa kujifunza neno la Mungu na hekima ya maisha. Kwa hiyo katika neno la Mungu pia ni kwamba unapewa hekima ya maisha. Leo vijana wanajifunza mambo mengi kupitia mitandao ya kijamii, lakini kama nilivyokwisha kusema, sio yote yanayowajenga kumjua Mungu. Ndio maana kanisa linabaki kuwa mahali pa kweli, mahali pasipobadilika, mahali pa kujifunza jinsi ya kuishi kwa hofu ya Mungu, jinsi ya kuenenda katika adabu, jinsi ya kuenenda vizuri na Mungu, jinsi ya kufanya maamuzi sahihi maishani. Kanisa pia humsaidia kijana kutambua kusudi la maisha yake, kwa sababu ukiishi bila mwongozo ulio mzuri, you'll just fumble around. Utakuwa unabahatisha, unababaisha, unakwenda bila lengo. Kwa hiyo neno la Mungu, mahubiri, linatupa sense of our purpose in life. Natupa lengo na kusudi la maisha yetu. Vijana wanahitaji kusaidiwa kugundua kwamba maisha yao
yana maana zaidi kuliko kutafuta fedha na umaarufu. Mungu amempa kijana, kila kijana amepewa kipawa maalum. Wapo wenye kipaji cha uongozi, wapo wengine wana kipaji cha uimbaji. Tunawajua, si ndio? Tunawajua. Ingawa vipaji hivi shetani anaviwinda sana. Na vijana wangu mkae vizuri, si ndio? Mkae vizuri. Yaani kipaji hicho ulichopewa na Mungu, mtukuze Mungu kwa hicho. Na ukiwa mwangalifu kabisa usije ukanasa kwenye mitego ya shetani. Wako vijana wenye kipaji cha kufundisha na kipawa cha kufundisha. Wapo vijana wana vipawa vya biashara na taaluma mbalimbali. Kanisa linaombwa, linaagizwa, linaitwa kuwasaidia kugundua vipawa hivyo na kuvitumia kwa utukufu wa Mungu. Kanisa pia linajenga tabia ya utii na heshima. Aidha, kanisa linajenga ukuaji kamili wa kijana katika maeneo na nyanja zote za maisha: ukuaji wa kiroho, ukuaji wa kiakili, ukuaji kimwili na kijamii. Kijana anayelelewa vizuri kanisani hujifunza kuomba, lakini pia hujifunza kufanya kazi kwa bidii, hujifunza kuwa mwaminifu, kuheshimu watu na muda, na kujitunza. Maisha ya Kikristo yanajenga mtu mzima anayekubalika mbele za Mungu na mbele ya jamii. Kwa hiyo tunamtazamia kijana Mkristo ambaye anampenda Mungu awe ni mtu anayekubalika mbele za Mungu na mbele za watu pia. Ndugu zangu, kanisa ni mahali salama katika dunia yenye changamoto nyingi. Vijana, kimbilieni kanisani. Kikaa nje na wahakikishia, kaa nje kuna kila aina ya ghasia. Kanisa ni mahali salama. Vijana wanakutana na vishawishi vingi: ulevi, tamaa za mali za haraka, mitandao ya kijamii na shinikizo la marafiki. Kanisa linakuwa mahali pa ushauri. Njooni vijana mpate ushauri. Ni mahali pa maombi na ni mahali pa faraja. Pale kijana anapojikuta amechanganyikiwa, kanisa linampa mwelekeo mpya na tumaini jipya ndani ya Yesu Kristo. Wazazi, tuna wajibu mkubwa, lakini msipoteze matumaini. Liko tumaini. Bado tuna nafasi ya kuomba Mungu, bado tuna nafasi ya kushauriana na vijana wetu waje kanisani, wasikie neno la Mungu. Mungu atusaidie. Tuna vilio vingi, ndio? Haipo. Kimbilio ni kwa Yesu. Watalelewa na Yesu. Tuwahimize tu waje, tuwashauri waje, wasikilize neno la Mungu. Mungu atubariki katika neno hili. Mungu atuwezeshe kuwafundisha vijana wetu, kuwalea vijana wetu ili wamjue Kristo, wawe baraka kwenye familia, wawe baraka kwenye kanisa, wawe baraka kwenye taifa. Na hapo vijana, thamani yenu, heshima yenu itajulikana. Unatembea umelegeza suruali, nani atakuheshimu? Umepasua nguo, nene sukefa kwa jamani. Mungu atubariki katika neno hili.
wimbo namba 323, sina hakika kama tuna. Bwana utusaidie